habari za saizi mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa Ushindi Online Solution. Karibu tena katika mafunzo yetu mbalimbali tunayotoa. Leo nitakuletea somo lingine jipya au nitakuelekeza namna ya kujisajili katika mfumo wa NHIF, jinsi ya kukata bima ya afya. Na kwa video hii nitaelekeza namna ya kujisajili katika bima ya afya kwa watumishi wa serikali. Sasa kama kawaida utatumia simu yako smartphone au kishikwambi chako au kompyuta, na utatumia kivinjari chochote, sawa? Kwa wengi tutatumia Google Chrome. Kwa utatumia Google Chrome kama kinavyoonekana kwangu hapo. Sasa nikishamia Google Chrome utasearch hapa, utaandika NHIF, sawa? NHIF. Tunapata kuja option kama NHIF self service, utagonga hapo. Baada ya hapo itatoka hapo linki mbalimbali za kuonyesha, si ndio? Utachagua hapa ambapo imeandikwa NHIF self service.nhif.or.tz, utagonga hapo. Baada ya hapo ukishafika hapo umeingia, utasubiri ifunguke. Lakini wakati inafunguka sasa, nimesema nitaelekeza namna ya kujisajili. Manake tunaashumu wewe hauna bima ya afya, au inaweza kuwa una bima ya afya lakini unahitaji kuwaongeza wategemezi wako ili wakatie bima. Sasa ikiwa ni fresh kabisa, kama hujawahi kukata bima yako ya kwanza na umeshaajiriwa na inahitaji uwe umekaa angalau miezi mitatu, na ushapokea mshahara mara 3, ndio hizo taarifa zilizokuwa zimetoka. Sasa utakachokifanya, utapiga namba ya huduma kwa wateja NHIF, utaomba kitu kinaitwa membership number utapewa. Na ikiwa wewe tayari una bima ya afya, ulishapewa zamani, una bima ya afya, sasa ufungua account kwa ajili ya kuongeza watu wengine, kwenye kitambulisho chako kile cha bima ya afya kuna membership number pale ipo. Ila kwa wale ambao tayari unaacha zile namba 3 za mwanzo, unaruka namba 3 za mwanzo, namba zinazofuata zile ndio membership number ambazo tunakujisajili. Kwa hiyo baada ya kuwa una membership number yako unayo, nimesema hiyo membership number utaipata kupitia kwa huduma kwa wateja NHIF, au utafika ofisi za NHIF, basi watakupa membership number. Kama uko mbali, basi tafuta hapo. Sasa twende kwenye hatua ya kujisajili. Utagonga hapo kwenye register. Kwenye register sasa utakwenda pa start registration. Kisha start registration utachagua aina gani ya account, yani wewe ni mtu aina gani, sawa? Utasubiri load, basi baada hapo utapata option hapa. Kwa start registration, utaona hapo ukichagua option, itakuja option kuna employer account, agent account, member account, service provider account. Manake ni employer account wale waajiri ndio ataingia hapo, agent account wale mawakala, member account hapa ndipo unajisajili mwanachama wa kawaida. Kwa utagonga hapo member account. Gonga member account, utaambiwa select member group. Utaingia hapo, utaangalia kuna employees, beneficiaries, retire, counselor, student, vifurushi, member parliament. Kwa sasa hapo kwa waajiriwa wa serikalini au waajiriwa kawaida tutasema nini? Employee. Sasa ukisema employee, itakuhitaji hapo ujaze membership number yako ambayo ulipiga simu ukapewa. Kwa mimi nitajaza hapa na membership number. Nitajaza membership number. Nishamaliza. Baada ya membership number, utatakiwa ujaze namba ya simu. Sasa hapa tunashauri kitu kifulani kwamba namba ya simu ambayo utajaza hapa ni ile namba ya simu ambayo ipo kwenye mfumo wako wa NIDA.
ambapo siku wakati unajaza unafungua NIDA ulitumia hiyo namba ya simu. Ndio namba ya simu utakayohitaji hapa. Utaona kama unataka namba tofauti utakwambia kabisa kwamba namba uliyotoa sio sahihi. Kwa hiyo utajaza namba sahihi. Kwa hiyo mimi naweka namba yangu ya simu. Baada ya hapo watakupa option nyingine chini ujaze nini? Ujaze email. Kumbuka uwe na email active. Usichukue tu email ili mradi email. Utaweka email active. Utajaza email yako hapo. Mimi naweka email. Tushamaliza email hapo. Pili tutakapojaza tu email itakupa tena option nyingine ya kujaza password. Kwa utajaza tu namba yako ya siri ambayo utakuwa unaikumbuka. Kwa mimi nitaweka password yangu hapa. Baada hapo utachagua ofisi iliyo karibu nayo ya NHIF. Mara nyingi itakuwa ile ya mkoani au kama wilayani kwako kuna ofisi, basi utaweka ofisi. Naona ofisi nyingi ni mikoani. Kwa utajaza ambayo ile ipo karibu yako ambapo mnapokea huduma kutoka hapo kwa sehemu unapofanyia kazi. Basi baada ya hapo utaverify note ya not able, utaweka tiki hapa. Ikiwa kama hivyo ishakubali ishajiweka tiki, nita save and continue. Baada ya kusubmit kujisajili, utatumiwa token au tunaita OTP, ambayo OTP utatumia kwenye namba yako ya simu na utaijaza kwenye option ambayo utakupa baada ya kujisajili. Maana kuna option utapewa mwishoni kujaza hizo OTP namba. Baada ya hizo OTP namba ulizotumiwa, basi mfumo utathibitisha, na ukishathibitisha baadaye sasa utaenda tu login saa kawaida kwenye login form ya kawaida. Na ukisha login sasa kwa mara ya kwanza itakuleta hapo unapopaona. Sasa hapo unapopaona hapa itakuhitaji ujaze namba ya NIDA. Kwa mara ya kwanza wewe ambaye mwenyewe account yako umejisajili utajaza namba ya NIDA. Ukijaza namba ya NIDA utaverify. Kama hapo unavyoona utagonga hii verify. Ukigonga verify sasa utaulizwa maswali ambayo ulijaza kwenye fomu yako ya NIDA. Kwa utaulizwa maswali yako yote, basi ukijibu kwa ufasaha na kwa nini, basi itaupdate taarifa zako vizuri na itakuwa ziko sawa. Usisahau kusubscribe, like na comment, pia share kwa wengine, na usisahau kutufuata kwenye video ya pili ya namna ya kuongeza wategemezi na namna ya kujisajili kupata bima ya afya. Asante sana.